Leo huko mashinani kwa mambo ya huduma kwa wananchi. Ningependa kujibu kwa ufupi sana, ndio tupatie nafasi sasa viongozi wetu waseme pia, alafu mimi nitamalizia mwisho. Kwanza, let me say this. Kabla sijajibu maswali ile nimeraise na ile issues mwenyewe mmesema, ningependa kwanza kuwakumbusha ya kwamba kabla hatujaongea kuhusu magari, salary, allowance, extraneous allowance na mambo hii yote, kwanza sisi ndio tulitafuta kazi. Ukweli ama sio kweli? Hii ndio mlitafuta kazi. Si unajua hiyo? Nani aliandikwa chief mwaka jana? Chief 1 year old. Simama. Mlipoandikwa chief, hakukuwa na ofisi ya chief. Sio? Hakukuwa na ofisi ya chief. Na hakuna motorbike. Na hata salary hujapata. Lakini bado ulikuwa unataka tu kuwa chief. Yeah? Sina hiyo. Please ketini. So sisi wote ambao tumeandikwa kazi hapa, tuliandikwa tukijua salary ni ngapi? Yeah? Saa zingine hakuna ofisi, saa zingine hakuna mobility, lakini bado tulikuwa tunataka kazi. Na hata saa hizi ukitoka hapa nje vijana wengi hawana kazi. Na kitu ya kwanza watakwambia niandike tu. Wewe andika mimi tu ACC. ACC kitangazwa niandike. Unamwambia lakini ACCs hawana magari, anakuambia mimi sitaki gari, nitatembea na mguu. Siku yenye ataingia ofisi atakwambia sasa hii kazi gani, hata haina gari, haina heshima. Yeah? So kitu ya kwanza lazima tukumbuke. Hii mambo mmesema ni ya ukweli na nitajibu. Lakini ya kwanza ni kwamba tusitumie ile changamoto iko sahihi kwa kazi yako kuwa tukue watu ambao tunazembea kazini ati kwa sababu kuna changamoto. Lazima uendelee kuwa innovative. Lazima ukue committed. Lazima uweke bidii. Sisi tuko in, even after all these complaints, we are the privileged less than 1% of the population of the country. Maybe about 1%. 50 million people. Sisi ni about 1 million. You know, ndio tumepata kazi hapa. So ukuja kuona tuko watu wachache sana. Tumepata nafasi ya kufanyia kazi wananchi. Wengine mamilioni hawana job, especially ya serikali. So ukipata kazi yote, heshimu kazi yako, heshimu wale unaofanyia kazi, na heshimu taifa ambayo imekupatia nafasi ufanye kazi. Hiyo inamaanisha nini? Elewa kazi yako. Tafuta njia ya kuelewa unafaa kufanya nini. Hata kama hujaenda frequent training, lazima uelewe. Elewa government policy. Wewe ni mfanyikazi ya serikali zote. Serikali iliyopita, yenye inakuja, yenye iko na yenye itakuja. Kumaanisha the moment a new government ikikuja ofisi, lazima quickly ujifunze policy yao ni nini na ni nini unataka kufanya kutimiza ile mapenzi ya ile serikali iko. Hakuna chief or assistant chief or a police officer atapatikana akiongea mambo against the government of the day. Hakuna. It is illegal, it's unconstitutional. Tukipata police officer anasema anatusi rais, anaimba slogans ya siasa, ati police officer bado anataka kuserve the government of the day and the country of the day, na anaongea huko ati ako na political right, anaita President Kasongo, ama anaimba vitu ya one term, that police officer or a public servant should be fired immediately. And I'm not saying because of this government, even the previous government and the government to come. Hii government ikiondoka na ingine ikuje, lazima kama wewe uli choose to serve in public service, you must respect the government that will come. Utapika kura penye utapigia, na hakuna hata mtu atakuuliza, but you cannot participate in campaigns and you cannot participate in sloganeering. Yours is to understand government of the day, policy of the day, and implementation of that policy. That is why nikiwa hapa najivunia nyinyi sana kama ngao. Kwa sababu tangu hii serikali ikuje, mmesaidia kusukuma kurudumu ya serikali. Mmeregister farmers,
mkafanya good job ku register our farmers. Mpaka saa hizi tuko na good register of farmers across the country. Mmefanya kazi mzuri ku register watu kwa SHA, and that is extremely important to make sure that government policy on SHA inasonga mbele. Mmefanya a good job ku identify public land penye tunajenga mambo ya housing, and that is very important, na nataka niwashukuru. Mmefanya kazi mzuri kuhakikisha kwamba tree planting program yetu inasonga mbele, na mnafanya kazi wakati siku ya chief ya kupanda miti. I want to appreciate you for that good job. That is actually now what it means to be a diligent public servant. Na mmefanya hiyo, na hakuna gari, hakuna strenuous allowance, hakuna mambo mengi ambayo you are struggling with. Hata promotion imechelewa. That is important. That is what a public servant should do. Chief, assistant chief, elewa government policy. Usikue mtu anaenda baraza, unafika unasema ati wewe unaenda kusimama kwa unasema wamesema register SHA. Mwananchi anauliza swali, anasema bwana chief, ni shilingi ngapi ku register SHA? Wewe unasema mimi sijui na mimi sielewi hata hii SHA sana, lakini register tu, mimi nachunga tu kazi yangu. Hata huyo mwananchi akienda nyumbani anajua hii SHA karibu ni mbaya. Chiefs wenye wako hapa na assistant chief, ni shilingi ngapi ku register SHA? Ni free Nilienda mahali nikaambiwa 300. Nikajua hiyo ni huyo chief ajeelewa mambo ya SHA, ama alikuwa anatafuta 300 yake ya registration. But kusema kweli, because he is not even registering through him, ajeelewa kwamba registration ya SHA ni free. Meanwhile, we are allowing propaganda itembee kusema registration ya SHA imekuwa expensive, imekuwa namna hii. We need to appreciate ya kwamba you must understand your job. Take time. Hata kama hujasomeshwa kwa mahali, sikiza rais wakati anaongea mambo ya SHA, ama waziri mwenye waziri wetu Duale, ama waziri mwenye ako ama ma PS. Lazima you take time to appreciate the government policies that are in place. Number 2, please, I have come here to tell you, ugonjwa moja ambaye inatukosanisha na Wakenya, wale ambao ni wengi, sisi ni small percentage wa public service, lakini tunawahangaisha wananchi kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Corruption ndio inafanya sisi tupate jina mbaya. Please, let us be diligent public servants who are faithful to the people and faithful in the administration of the resources of the people. Let us avoid corruption. Wewe ni chief, watu wanataka signature yako, usiamwambie unilete kitu ya signature. Wewe ni OCS, watu wamekuja kureport kesi kwa police station. Don't charge the people of Kenya. Wewe ni OCS, watu wa bodaboda wamefanya kazi yao. Wewe unasimamia police officers wenye na collect bribes kwa watu wa bodaboda. Wewe ni police officer, uko kwa traffic, lakini kazi yako hata uangalii. Umeweka roadblocks barabara kutoka Nairobi mpaka Mulot, roadblocks karibu 6. Lakini yote hakuna kitu unaangalia. Uangalie uwizi ya sijui madawa, uangalie mambo ya trophies, animal trophies or anything. Kazi yako tu, gari ikikuja unakunja mkono, unapewa yako, unaenda. Hiyo, that is not acceptable. That is not acceptable. Hiyo ndio inatufanya tukue na enmity na watu wa Kenya. Na lazima tupambane. Na nilisema juzi, na DIGs wote wawili wako hapa, lazima tufikirie njia gani tutahakikisha kwamba our traffic officers watakuwa diligent officers. Siku gani? Na mtu asiserve kwa traffic for lifetime. Mtu afanye traffic miaka 3 asonge, mwingine akuje asonge. Ama namna gani? Mtu atoke traffic aende astu, atoke astu aende ingine, atoke hapo aende general duties. Ama namna gani? Niliwaambia watu wengine juzi, kutoa mtu ya traffic kupea yeye transfer ni ngori. Wakati IG tu ametangaza transfer ya traffic officer, MCA anapiga simu, mbunge anapiga simu, sijui nani chief anapiga simu, anasema huyo ni mtu mmoja tu tunategemea kwa community yetu akae kwa traffic. Ukimwambia usijali, tunataka tupromote kuwe mtu mkubwa, anasema hataki ukubwa kabisa, anataka tu kukaa kwa ile
Ni nini iko kwa roadblock huyu mtu atake hata kuwa mtu mkubwa? Ukienda utembee, wakati police officers wengine wanaomba wanasema mnisaidie kupromotiwa kwa merit, mtu ya traffic ataka hata promotion ya merit, anataka kukaa pale kwa traffic. We need to make sure that we are rotating these police officers and make sure that there is no complacency on the part of our police officers, and we must all of us fight corruption, because wananchi wako hapa pia, nyinyi mnajua tu makosa umefanya, because it takes two to tango. Hii ni nini inakufanya wewe kama conductor ama driver ya gari ukishafika tu roadblock unatoa tu pesa hata hujaulizwa na mtu? Hata huyu askari hajauliza, wewe ushatoa. Why? Si wewe unajua gari yako haujapeleka service ndio? Haujapeleka inspection, haina side mirror, haina fire extinguisher, haina nini. So the first thing, lakini also wananchi wengine wanasema wanatoa kwa sababu kufanya kesi na polisi inachukua time na lazima usonge. So unatoa ukiendanga. So we must take position ourselves to see how we can jointly put our hands together to fight mambo ya corruption kusonga mbele. Hii Narok tumeambiwa kuna shida kadhaa. Mambo ya mashamba. Nimekubaliana na nyinyi na nitapeleka ujumbe kwa Lands Ministry kwamba it is important for land officers to be more diligent, na also mambo ya corruption kwa lands office iangaliwe, ndio inalete watu kupigana na kuletea chiefs na wa security officers including police officers kuletea hawa makesi yenye wangekuwa nayo kama mtu angechukua hongo kwa ofisi ya lands. So I will take that seriously. Meanwhile, let us continue helping our people to make sure that they resolve mambo ya mashamba, wafanye suluhisho kupitia njia ya amani. Muite mabaraza, tuongee pamoja, tuhakikishe kwamba tunasaidiana pamoja. Pia ninajua kwamba kuna mambo ya illegal firearms. Nimeambiwa kuna bunduki haramu zimeanza kuingia aswa pande ya Transmara. Hiyo ni ukweli ama sio ukweli? Kwa nini mnasema kwa low tones? Mnaogopa kusema kwamba kuna bunduki haramu zinatoka Tanzania na kuna zingine zinatoka huko West Pokot mpaka huko Uganda border, zinaletwa zinakuja kupiganisha watu hapa. Nimewaambia police officers here, the Inspector General, the Deputy Inspector General of Police here, in the next 1 month nimewaambia wafanye whatever operation they can do to get rid of all the guns that are found in Narok County. Because this is a place, thank you very much DIG, this is a place where we don't need even ati watu wanasema tu wanataka guns ati wanajichunga from their own neighbors. We need to get rid of all those illegal guns. Na kwa hivyo nataka kuambia habari na nitasema kwa upole. Wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi immediately. Kwa sababu itakuwa uchungu sana polisi wakikujia. Na narudia tena, wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi, because wakikujia itakuwa uchungu, na itakuwa uchungu sana sana sana. Na nimemaliza. Na mkifikiria ni ile ya kawaida mtashangaa. Tuko na system ya, na hatutasumbua raia. Hii ati zamani police operation ilikuwa ni kupiga wamama, kupiga manyumba, kupiga kuku, kupiga ng'ombe. Hakuna hiyo. Tuko na uwezo kama National Police Service, iko na uwezo sasa ya kutoa ile mayai imeoza directly kutoka katikati na kuondoka. Ninaomba tu wananchi watupatie information. Cooperate with the police officers, give us information. The rest is our job to make sure that we get rid of those who have illegal guns. If there was need, if there will be a place where there is need to have NPR, sisi tutaregister NPR, tutafanya kazi na viongozi wenu, watatupatia where there is need, we can reinforce using NPR, because NPR is part of the police service. But for civilians who have illegal guns, I want to tell them that they must get rid of those guns immediately. Kitu ingine hapa Narok, gender-based violence. Na nataka support ya chiefs na assistant chiefs. Kuna ile normalization. Na hiyo ni shida iko hapa South Rift yote. Iko hapa, iko Bomet,
na imekuwa normalization of gender based violence. Mtu anapiga bibi yake, watu wanasema, mnasikia mtu amelia kwa hapa, anasema, unauliza mtu na nani analia, anasema ni baba nani ana discipline bibi yake. Ati ni discipline tu kidogo inafanywa. That is not allowed. There is nothing like a man disciplining or an adult disciplining another adult. That is violence. Hiyo ni vita, and we must confront it directly head on. We must not normalize gender based violence. Na pia kuna wamama wanapiga bwana zao. Ukweli ama sio ukweli? Especially wamama wenye washaona bwana yake amekuwa amlevi na kwa bahati mbaya amekuwa addict. Sasa mama anateka advantage, anasema siku zile alikuwa na nguvu, huyu alikuwa ananisumbua, wacha sasa nikanyake mpaka ajue mimi ati ninamdiscipline ndio awache pombe. Mama, bwana yako akikuwa mlevi na is addicted, peleke yeye rehabilitation center. Wewe una uwezo ya kufanya discipline ya kuchapa bwana yako. We don't want gender based violence in our country. Pia kuna wale ambao wanasaidia Mara South. Karibu bwana Jackson. Basi nafikiri mimi nitachukua tu muda kidogo. Jambo la kwanza, mingi imesema waziri. Kitu ya kwanza, Transmara South ni mali ya gold, ambaye vile watu wameongea kuhusu security, tunahitaji security. Watu wengi wameuawa wakipata hizo pesa za gold. Na kwa ukweli hiyo ni sub county ambaye haina gari na hatuna vile hiyo security atatuchunga bila gari. Na hapo kuna watu wametoka sehemu mbalimbali, sana sana jamii ya Somalia wameingia kwa wingi, na Somali na Wakuria pia, na hata kutoka Tanzania. Tunahitaji hiyo station ya Lorgoria na ipate gari ili tupate security, kwa sababu wengi tumeuawa. Jambo la pili, ile jambo imesemwa, mimi nakaa mwisho kabisa huko kuna tension, na tunashukuru county commissioner na gavana yetu. Hiyo bunge ametoa tamushi mbaya hata watu wanataka kufamia hizo maboma ambaye wamehamisha, na watu wako na title. Sio miaka 10, miaka 20 na ambaye tuko na title. Wanataka kutoganisha hata na mandugu zetu ambaye tunaiki pamoja ambaye wako na title, Wakuria kutoka Mashangwa. So hiyo kitu muangalie kwa sababu ile kitu imezuia, ingekuwa sasa inaendelea, ni county commissioner na gavana wetu ndio wametuongelesha, akasema muache hiyo jambo kwa sababu imefika kila mahali. Jambo la mwisho, pia tuko na ile mambo ya Tanzania na kwetu huko Ang'ata. Unajua kuna Wakuria wa Tanzania na kuna nini. Hiyo kitu pia natupea shida, muangalie. Jambo la mwisho, tunahitaji hata sisi tupewe support ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu kama Wamasai ndio Wamasai wanafanya kazi ya gold, tunataka support kutoka serikali. Tutafutie kama kuna mbinu ama usaidizi katika idara mbalimbali, hata sisi tupewe, kwa sababu tunafanya hiyo kazi na amefaidi watu wetu na ametengeneza uchumi ya huko. Jambo la mwisho, ile jambo imesemekana kuhusu birth certificate. Kila sub county apate, kwa sababu shule ikifunguliwa kila kazi inaharibika kuhusu hiyo. Sio ati natafutwa pesa, mnatuletea tu hata mtu kutoka agriculture. Hamjambo. Naitwa Lemayan Olepunywa, nawakilisha wanabodaboda. I'll be very much brief sir, kwa sababu heshima yako na watu wamechoka, na mimi ndaenda direct to the point. Number 1, mumeongelea swala la usalama. Na swala la usalama, kama wanabodaboda ndio wanakuanga main tools ya usalama. Before chief ajue kenye imetendeka, wanabodaboda ndio wanakuanga haraka kujua jambo. So na sisi hatuwai kulipwa, ile kitu tunataka tu ni kupewa security ya kutosha. Ya pili, hii maneno ya pikipiki tumemalizwa na Shylock kama wanabodaboda. Wanabodaboda ukienda kuchukua pikipiki, tunalipa pikipiki 1,300 ama 1,400 ambaye ni size ya kununua Probox. So tunaomba
kama vile rais alituelekeza, akatuambia atakuja ashushe ushuru, bodaboda ikuwe bei rahisi. So tunaomba Bwana CS na Mr. Sunguli, Mr. Tongoyo, msaidie rais pia wanabodaboda usishushe hiyo ushuru, ili wanabodaboda wapate kuwa na amani. Ya mwisho kabisa, kuna empowerment. Na empowerment tutapata kama wanabodaboda mkitusaidia kwa hiyo ushuru. Watoto wengi ama watu wengi wanakosa kuwa empowered kwa sababu hiyo ushuru. Na the moment mtatuliza hiyo ushuru, tutakuwa zaidi tumefaulu. Ya mwisho kabisa, sababu nilikuwa nimeandika, employment. Sisi wanabodaboda, sisi hatutaki kazi nyingine. Mkitupatia hiyo ushuru ikishusha ikwe bei rahisi, hatutasumbuana tena kwenda barabara maandamano juu hakuna kazi. Tutapata kazi. Na kwa vile kwa sababu tuko na watu ambao wako kwa hiyo sekta ambayo wamesoma, mmoja tu wamesoma. Sasa ile mnapeana slot ya recruitment, pia hata sisi mtuhesabu watu wawili watatu, at least tuseme hii serikali pia wanapewa na bodaboda kazi. Mwisho kabisa, kwa sababu ya usalama, na kwa sababu leo county government wako hapa na national government, hii town yetu imekuwa kidogo sana. Na kwa sababu watalii hawana amani, tungependa pia tutolewe bypass. Sisi vijana wa pikipiki tunakujanga tunawastua watu wa pikipiki, tunawastua watalii. So wanakosa kuwa na ile amani kwa sababu wanaogopa watu wa pikipiki wanapita kando hivi. Na sio kupenda kwetu, ni town imekuwa kidogo. Tukipata hiyo bypass, definitely tutashukuru Mr. CS. Asante sana. Asante sana, mpigie Bwana Ole Mayan, wakilishi wa bodaboda. Na sasa tutamkaribisha mwakilishi kutoka chuo chetu kikuu cha Masai Mara University. Sema jina, be very brief, please. Thank you. CS and all protocols observed. I just have one. My name is Jackson Masago, and I want to recommend on one, because we are on matters security. The usage of a digital rapid response app. This will be very much important, and it will really help all sectors. So that is my recommendation. It will be able to alert on accidents, fire outbreaks, conflicts, human-wildlife conflicts, floods, and many things. So we have our university here, and we are very rich in IT, and we have our students there. So I want just to recommend that the usage of that, it will really help. So may God bless all of us. Thank you so much. Karibu, asante sana, mpige makofi. Na tuko na sasa wakilishi wa minorities ambaye ni Ogier Reverend Lemama, Dr. Lemama pia aje mbele aseme machache, dakika moja tu tafadhali. Dakika moja nitakuwa nikisimama hapa kuhakikisha hujapitisha dakika moja. Karibu daktari. Asante sana Bwana County Commissioner, Mheshimiwa Waziri, viongozi wote ambaye wamewakilishwa hapa, wananchi wa Narok. Bwana Yesu asifiwe. Enda sobabogin. Majina ni yala ametajwa, na nitachukua nafasi hii. Jambo la kwanza, waziri, na kushukuru kwa sababu jamii ya Ogiek au minorities wote ambaye ni 79 kwa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Rais kupitia executive order ambaye aliweza kutoa namba 2 ya 2023, iliweza kubuni presidential unit ya kuangalia maslahi ya minorities katika taifa letu, na Ogiek ni mojawapo ya hawa. Jambo la pili, najua ile executive order ambayo alitoa juzi miezi miwili ambayo imepita, executive order number 1 ya 2025 inaendelea kutia mkaso mambo ya jamii ya walio wachache na waliotengwa. Mheshimiwa Waziri,
nina mambo machache kwa sababu ya jamii ambaye ni minorities na marginalized. Jambo la kwanza, tunauliza tuweze kupewa equal opportunities wakati ambaye inaajiriwa aswa maafisa katika kaunti ya Narok. Hapo mbeleni, Mheshimiwa Waziri, wengine wamechukua hiyo nafasi hata kuajiri watu wao kwa njia na kwa jina ya minorities and marginalized. Na hiyo tayari naomba iwekwe mipangilio kabambe kuona ya kwamba nafasi ya minorities na marginalized wasitumiwe na mtu yeyote kujiita ili kujinufaisha. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, wewe ni wakili. Article 100 kwa constitution yetu ya 2010, 56 ya constitution yetu ya 2010 inazungumzia bayana nafasi ya jamii ya minorities ambaye hatujaona implementation ikiwa imefanywa ipasavyo. Ninaona Mheshimiwa Governor ambaye naibu wake yako hapa, rafiki yangu, katika section 97 of the County Government Act 2012 inasema ya kwamba tujumuishwe katika nafasi yote katika counties zote ambaye jamii ya Ogiek wanatoka, ambaye ni kaunti 6 katika taifa la Kenya. Nikisimama leo hapa kwa niaba ya kaunti hii, nasema tuweze kuangaliwa kwa hiyo nafasi. Mheshimiwa Waziri, ukiona hapa Narok Central, tunaomba division nyingine 2. Tunaomba division ya Ngareta, tunaomba division ya Olchoro. Tukipewa hiyo division 2, nafikiri kazi na serikali itakuwa imekaribia wananchi. Ukiona pale ambaye imetajwa Purko Loita sub county ambaye inahitajika kwa pakubwa, ukiona sasa wanatoka na Rosra more than 70 kilometers kuja kwenda kutafuta services Narok South Lolulunga, ambaye tunasema serikali ikaribie wananchi. Tayari nilisikia mulitaja hiyo, tuletewe kwa haraka na watu wetu watasaidika kwa pakubwa. Jambo lingine, watu wetu wa kule Sasimwani, Mheshimiwa Waziri, unajua tumekutana na wewe mbeleni kule Boma Inn wakati ambaye tulikuwa tunazungumzia mambo ya tulikuwa tumekutana kama team ya World Bank na team ya East Africa kuzungumzia mambo ya msitu ya Mao, na kwa sababu ya jamii ya Ogiek ambaye tulikuwa huko, nataka nikuambie Mheshimiwa Waziri, najua kwanza wewe yuko mbali kwa sababu msitu ya Embumbut ambaye wewe umetoka kule, jamii ya Ogiek hawa walipotolewa kule Sasimwani, sasa hivi mheshimiwa wanakaa nje, na ila ambaye ni hatari zaidi, watoto wao zaidi ya 200 hawaendi shule. Ningetaka kuomba, kwa sababu nimekuja kwa ofisi ya County Commissioner mara si moja, kuona ya kwamba hawa watoto wanahitaji kuregeshwa shuleni, kwa sababu mahali ambaye jamii hii watapata equal opportunity ni kwa masomo. Kwa hivyo hiyo iangaliwe na waweze kuangalia serikali, of course, wanaposhughulikia hawa watu mahali ambaye wataenda. Ile kesi ambayo iko Arusha, Mheshimiwa Waziri, najua ya kwamba hiyo si suluhisho. Suluhisho ni kuketi na serikali yetu tuone ya kwamba tumesuluhisha mambo ambaye inagusa hii jamii yetu. Nikimaliza, Mheshimiwa Waziri, nataka kusema kule eneo la Kilgoris, tuna eneo ambalo inajulikana kama Kimindet. Jamii yetu wamehangaishwa sana, na nashukuru kwa sababu viongozi wa serikali ambaye wa eneo hilo wako hapa. Nataka kusema ya kwamba hawa watu wanashikwa ovyo ovyo, wamewekwa ndani ovyo ovyo, jambo ambalo tumeongea na security team na county commissioner. Nataka kusema ya kwamba hapo iangaliwe, na nataka kushukuru regular police kwa sababu nyinyi hamujakubali kwa njia yoyote kutumika. Lakini kitengo ya DCI nikitaka kusema ya kwamba iangaliwe, kwa sababu kidogo ni kama wanadhulumu hawa watu wetu huko. Wakikosea ndio sheria ifuate mkondo wake. Tunaishi katika nchi ambayo iko na sheria na tunaheshimu sheria na tunataka kufuata hiyo, lakini ikiwa wamepeana report OB wako naye ya kwanza, ya pili, and then yule ambaye anakuja tena baada kupeanwa OB mara 3 ati ndio sasa inachukuliwa hatua, tunataka kusema usawa itakuwa wapi? Mwisho kabisa ni kusema ya kwamba sherehe ya ambaye imefanyika, Mheshimiwa Waziri, ya jamii zote ambaye waliotengwa na walio wachache ambaye inafanyika Bomas of Kenya,
tunafanya mwaka huu tena. Tunaomba kwa niaba ya minorities na marginalized group, Mheshimiwa Rais this time round yeye mwenyewe hawe mgeni wa heshima kule Bomas, ambaye minorities wanamiminika kuwa kule. Kwa hayo yote, Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana, mpigie makofi. Mpigie makofi Reverend Lemama ambaye anawakilisha Ogiek. Sasa mwenye atafuata na tunaelekea sasa kumaliza hii category ni wakilishi wa wanabiashara katika jimbo la Narok, na namwombe kabisa dakika moja kama kuna barua ama kuna memorandum umeandika utupe, alafu tunampatia sekretari tafadhali, na usiongee mengi. Baada hiyo mwisho sasa wakilishi ya kila Waislamu, wakilishi ya Waislamu ambao wako Narok County, wakilishi, na naambia kuna mzee anaitwa Sheikh Hassan Olengwata, yuko wapi yeye? Sheikh Hassan Olengwata, njoo karibu hapa. Baada ya kumalizana na Olembatian itakuwa wewe, na dakika moja kila mtu. Karibu Olembatian. Thank you very much. Bwana CS wetu Murkomen na wananchi wote, good evening. Nafikiri mimi nitakuwa very brief. Ningelipenda sana kwa niaba ya wanabiashara, tuko na changamoto mingi sana. Hasa hii barabara yetu inatoka kutoka Nairobi kuelekea upande wa Kisii. Tuko na shida kubwa sana. Kwanza kabisa ningelipenda kama tungekuwa tuone vile tunaweza weka pale rungu ya Moi. Wanasiasa wamekuwa kifuna nini hapo, lakini wananchi wanaumia kwa sababu ya hiyo kukuja kuongea. Ningewezekana tungeliweka roundabout kwa sababu is the only county doesn't have the roundabout. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, wenzetu wale ambayo tunaweza sema security. Tuko na shida moja ambayo tulisema K24 tulikuwa tumeimba tukasema itawekwa police post. Saa hizi tu bado, na population ya watoto ya university ni 11,000. Ukichanganya na ile ya Narok 120, utaona ile hiyo security wanakuwa hakuna, kwa sababu watoto pia wanataka police post. Pia ningelipenda zile sehemu ambazo zinataka police post, na bila hiyo hatutaweza kufanya mambo ya security, na tukue serious. Ningeliomba tu mchukulie serious. Hata mwenzangu pia wana MP wana Narok East, kuna ile sehemu ambayo inataka police post. Kuna wawekezaji wengi wanalia kwa sababu ya ng'ombe kuibwa kila siku, na pale inaitwa upande Donyo na Rasha tinida police post. Sasa mimi ningeomba tu bwana waziri wetu, pia tungetaka kwa sababu hii kaunti yetu pia tunataka kuweka hii kaunti yetu ikue 24 hours economy. Na ile kuna wale wenzetu ambao sasa tunataka street light, tuwe watu wanaweza fanya biashara for 24 hours. Kwa hayo machache niko na proposal na nita present to you, na ningeliomba pia nisisahau tuko na gari moja ya patrol katika county yetu, na hiyo patrol gari moja haiwezi tekeleza county, na ningeliomba sana uangalie hiyo, kwa sababu watu wakilia hakuna vile polisi wanasachukulia hatua haraka sana. Thank you very much. Asante sana Olembatian, wakilishi wa wanabiashara. Mpigie makofi. Mwenye sasa mfuata Olembatian, wakilishi wa wanabiashara, ni Sheikh Hassan Olengwata ambaye atawakilisha Waislamu. Na kuomba pia dakika moja Sheikh, tafadhali usizidishe. Karibu. Mpigie makofi Sheikh. Salamu alaikum. Enda sababu Mheshimiwa CS Murkomen na viongozi timu yake na Deputy County Governor wetu wako hapa, na ndugu yangu Ole Sangok, Ole Digira wako hapa, orgulega age kiongozi bogen, enda sababu. Basi sina mengi Mheshimiwa Murkomen, na tunashukuru kwa hii kaunti yetu ya Narok tuko na usalama ya kutosha, na vile vile sisi tukiwa jamii ya Waislamu tunataka hii report fikisha kwa rais ya kwamba sisi Waislamu tulikuwa hatutambulii kwa mambo ya ID.
officers. Hamkuongea tu mahitaji yenu, mliongea ile ya wananchi. Mara nyingine naenda sehemu zingine na kila mtu anataka welfare yao na wasemi nini naendelea.